Unajua ni kwa nini mchungaji akichukua sadaka kwenye chombo cha kutolea sadaka kanisani? Leo tunazindua kituo hiki kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya mafundisho, maombezi na program mbalimbali za kidini na ibada kwa watu wote ulimwenguni. Kituo chetu ni kichanga na hatuna taasisi yoyote inayotutegemeza. Kwa hiyo kila kitu tutajitegemea. Ukweli mahitaji ni mengi, lakini tunamshukuru Mungu tumeanza. Tunahitaji vifaa kwa ajili ya kupeleka matangazo kwa ubora, laptop, kamera, jengo kwa ajili ya studio na ibada. Tukipata vyombo vya muziki kwa ajili ya program za uimbaji, kwaya na vikundi na mtu mmoja tutashukuru. Tunaomba sapoti yako kwa ajili ya uendelezaji wa kituo chetu kupitia lipa namba zinazoonekana chini ya video hii. Majina ni Kuhenda Huduma, au unaweza kutupatia kifaa mojawapo ili tufanye kazi ya Mungu. Unajua ni kwa nini mchungaji akichukua sadaka kwenye chombo cha kutolea sadaka kanisani akaenda kutumia hata kununua nyama buchani hadhuriki? Lakini wewe ukichukua hata shilingi moja na ukaenda kununua dawa, umtibu mwanao au wewe mwenyewe, au mtibu jirani mgonjwa, hata kama yuko kwenye hali ya kufa, bado ni makosa na itakugharimu. Malaki 3:10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kumbe zaka ni chakula cha wachungaji na mashemasi Walawi. Wao wakila ni sawa, lakini wewe ni kosa. Maana wewe sio kuhani wala Mlawi, kwa hiyo huruhusiwi kula. Ni kanuni ya kimungu na hata kuacha, maana unaleta fujo. Katika familia ya Mungu kuna taratibu na sheria, na watoto wema huheshimu na wakikengeuka huadhibiwa. Kwa hiyo katika mfumo wa maisha kuna sheria za milele, na wanyoofu hufurahia maisha na hupata mibaraka tele. Mfano wa sheria ni ile ya ndoa, ambapo wazinzi na wachafu huadhibiwa na huweza kuleta shida kubwa. Baba mzinzi na mchafu analeta shida hadi kwa watoto na hata watumishi wa nyumbani mwake. Ukienda kinyume na sheria ya ulimwengu huu, lazima ukutane na ugumu, na unaweza kuhangaisha hata wachungaji na waganga wa kienyeji wakusaidie kurekebisha, lakini kumbe umeenda tofauti na mfumo halisi wa muumbaji na kiongozi wake. Furaha ya kweli ipo katika kazi halali na kujenga familia na kuitunza. Leo watu wanaenda tofauti na mfumo wa kweli. Mwanamke analala na wanyama, wanasagana na kuleta laana katika jamii zetu. Wanalipwa kufanya hivyo, wala hawashituki kuwa huyo anayewalipa anapata faida gani. Je, ndugu zake wote ni matajiri? Kumbe wanachonganishwa na Mungu ili wakose ulinzi na mibaraka yao ichukuliwe na wageni wasisaidiwe. Mwanaume kamili anaacha majukumu yake, anaolewa na mwanaume mwenzie kisa kapewa pesa. Anashindwa kulima na kutunza bustani Edeni aliyopewa, anaenda kujiuza na anaingiliwa. Nikwambie mpendwa, hata upewe trilioni ngapi hazitakusaidia na kukupa amani na furaha ya kweli.